Kinywa chako mwambie Mungu, mwambie Mungu unastahili, mwambie umefanya hili, umefanya lile. Baba ninakushukuru, umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina. Mwambie umefanya, mwambie umefanya, mwambie umefanya, amefanya lile. Baba ninakushukuru, umefanya hili, umefanya hili, umefanya lile, umefanya lile. Yatenda kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Umefanya lile, umefanya lile, umenipa jina. Baba ninakushukuru. Tuweze kuinua kinywa chetu. Inua mikono yako juu tukamwabudu Mungu. Inua tu mikono yako, usimame kwa miguu yako, tukaweze kumwabudu Mungu. We give honor and we give glory to God. We give honor and we give glory to God. Wacha na tukamwabudu Mungu. Wacha na tukashukuru huyo Mungu. Asante Baba, tunakuabudu na tunashukuru. We give you honor and we worship you this wonderful morning.
tunalimidi jina lako, maana utukufu ni wako. Mamlaka yote ya mbingu na dunia zote ni zako. We worship you, King of glory. You are the King of kings, the King of glory. We are here bound down. Tunaunganika na makerubi na maserufi pamoja na mamilioni ya malaika waliosujudu mbele zako wakisema, wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu, wewe Baba ni mtakatifu. You are holy, you are holy, you are the King, you are the King of kings. You are special to us, God. You are the only God. We worship you, Father. We bow and kneel before you, God, to glorify your name, to say wewe ndio tu, hakuna Mungu mwingine, gutire Ngai uke na gutire kindu gigukuthikana gikuiguru kingihiananio nawe. Ukinyithetie nyarire ciaku ikaria giti giaku gio thamaki nigetha tuthamakire Ngai. Uria mashanda rama ikancheria dara bashaya reketeria rana ikantori Baba, wewe tu ndiye Mungu, wewe tu, wewe ndio El Shaddai. Riama kantoro Baba saya rinashenderekaya. You are the only Jehovah Nisi. Hokonteriba yekere Mosaya ramaishenderekata rimosondorina sayanaya rimaisekaya. Wewe tu tunakuabudu. Wewe tu Baba ndio tunakuabudu. There is no any other God. We came here just to glorify your name, not because of what you've done to us, but because you are a God. Father, I thank you. I thank you because of every woman in this house. I glorify you because of every man that is in the house. I glorify because of every youth that is in the house, every child that is in the house. God, I bless you. I honor you and I worship you. In Jesus' name. Amen. Can you put your hands together for Jesus? Mwambie asante. Mwambie asante. Please, you may be seated. Kalia kiti chako cha muujiza na baraka zako zianze kutembea. Who is seated here now? I wonder. Asante sana. Salimia mwenzako, mwambie karibu kwa huduma hii ya leo. Mwambie mwenzako karibu kwa huduma ya leo. Musalimie tu. Najua sasa unaniangalia, usalimii mtu. Unaniangalia. What kind of a person? What kind of a Christian are you? Unaambia nani? Hizi viti zimebakia nani? Simukali hizi viti za mbele. Umemsalimia? Amekwambiaje? Yeah? Umemuuliza aje? What did you ask him? Ulimuuliza aje? Sijasikia ukimuuliza, muulize tu nisikie. Na lugha yako, muulize na Kiswahili, na lugha yako, muulize na kama wewe ni Mkamba na huyu ni Mluya, just talk Kikamba na Kiluya. We don't worry, mwambie na lugha yako. Usijali na asikutishe na asikubabaishe, mwambie mimi hunitishi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Simama. Panga watu kwanza ndio ukae chini. Yes. Si ndio? Asante sana kwa siku hii ya leo. I want to thank. I'm just looking, naona kama mko sawa, sura kama ziko sawa sawa. Unajua unaweza kuhubiria watu wako na sura ambazo wako na mahasira fulani. Na kwa sababu nyinyi wetu wengi nyinyi hapa naangalia mnakaa hasira. Sometimes natakaga mchekecheke kidogo ndio nikuwe na comfortability ya kuhubiri. Unajua unaweza kuhubiria watu uone mtu ameruka kutoka huko. Unajua juzi nilikuwa nauliza ni kwa nini kuna simamaga mtu hapa na mwingine hapa mhubiri akihubiri. Nikaomba kwa sababu nilitaka kujua ni security ya mhubiri ama ni nini? Is it security? Ni nini? Inakuwaga ni madoido ama ni nini? Yeah? Na hasira. Kwa hivyo si shetani, ni watu wanaogopa. Kwa sababu kama ni shetani Yesu wako, si ndio? Kama ni shetani kuna malaika. Lakini tunaweza kuambia malaika simame hapa na hasira zako.
Tunaweza kuambia malaika asimame hapa. Can I trust you with your anger? Na najuanga unakuwaka anga yako unajikula. Kama unajikula na mimi utanifanyaje? Halo. Si kuna watu wanajikulanga? Shaona kitoto kama huyu anakaa hivyo. Wale watu wa kujikula. Baka unasikia, ni kama kitu mbaya sana imefanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Inua mkono wako nisalimie tu, niambie. Nisalimie tu, hata kama upedi, hata kama ni gari kubwa. Usijali na ugali yako kubwa. Sasa nasema mwambie mwenzako, mchungaji wetu anapendeza. Na umwambie kutoka sasa, nataka kuzungumzia mambo ya mchawi. Na kwa sababu naona wewe unaweza kaa kama mchawi, tafadhali usinisubue. Mwambie tafadhali usinisubue. Na kama ulikuwa na kitu ya kuzuia nisikie, hiyo ndio tunaita uchawi. Mwambie hiyo ndio tunaita uchawi. Na usinisubue, mwambie usinisubue. Unaona huyu hawezi ongea. Huyu hawezi. Hawezi. Najua the only mchawi recognize kanisa hii ni huyu, ambaye tunakaaga na yeye na ameendelea tu akicheji pole kwa sababu huyu ni kuzaliwa. Aliachwa na baba yake, alizaliwa na baba yake akiwa mchawi na akakua na akaachwa. Baba yake akakufa. Baba yako ako hai? Alikufa. Alafu akakuachia. Yes, akamwachia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu kama huyu utafukuza aende wapi? Yes. Toka. Ifukuze kabisa. Acha niite ile spirit ya baba yangu yule hapa chini. Toka na ulie. Liana uende. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru sana. Habari zenu waheshimiwa? Mnaendeleaje? Mnakaa warembo sana. You are here. Thank you. Long time sijawaona. Hata wewe. Habari ya Kawangware? Karobo ndio mingi. Umekamata karobo vizuri kabisa. Ulitoa roko asubuhi? Ni ya jana. Ni ya jana. Ulikula mikebe ngapi? Kanusu. Kale kanini, kale kill me quick. Hiyo. Inakuanga ya pesa ngapi? Kamia peke yake. Nitakununulia 200. Alikula tu kamia mpaka saa hizi kanatararika kama kitu kile baya. Mpaka kanazima microphone. Na nikajana. Na kama angekuja na asubuhi, hajatoa roko. Ndio nimeona amekaa kuzuba. Si unamuona? Hajatoa roko. Mtu amekaa, hebu kuja. Kuja my brother. Kuja. Unaona mtu mwenye hajatoa roko, hata kutembea kwake anaedaka. Unaitwa nani? Kevin Matengo. Kutoka wapi? Kutoka Kisumu. Kisumu. Kisumu dala. Mwache tu. Kisumu dala. Kisumu dala. Sasa Kisumu pande gani? Pande ya samaki ama Kano, pande Kano Kobura. Kano? Kobura. Kano Kobula. Ulikuja na Nairobi kufanya nini? Nilikuja kufanya kazi. Sasa niambie ukweli kabisa. Tumekuja kuaibisha shetani? Si ndio? Sasa niambie ukweli kabisa. Umeongoa nderi mara ngapi? Sijaingoa. Na umerusha mawe mara ngapi? Sijawahi. Hujairushia mtu mawe? Nishawahi piga mtu. Ulimpiga kwa nini? Baba alisema tukiwa tu shule. Mkiwa shule? Na sasa unataka kumtumikia Mungu? Si ndio? Kabisa. Kabisa. Uache ulevi. Uache bangi. Uache muguka. Uache jaba. Uache jaba. Si ndio? Ndio. Na kuna wakati umekuwa unaimba. Sauti ya kuimba unaimba. Unajua uko na sauti ya kuimba? Unaweza imba imbo? Ile ya ule jamaa wa huko Kisumu ana ule naimba. Anaitwa nani? Jakadala. Wewe unapenda sana Jakadala.
Ema Jalamo. Ama Jalamo. Hebu imba moja. Imba. Uwezi? Nikidi kutengeza kiuno najua. You dance a lot. Which ulifika shule wapi? Nimesoma Kisumu Boys. Ulifika form 4, form 2? Form 4. Ulikuwa na C? B+. Sasa B+. Sasa ni B iko na plus. Alafu sasa unafanya nini Kawangwale na B+? Ni hali tu ya maisha tuna hustle tu sasa. Una hustle tu? Hukuenda college? Asikuenda. Ulitaka kusomea nini? Nilikuwa businessman. Kusoma ulikuwa unataka kwenda university. Ulikuwa na qualification ya kwenda university? Nilikuwa nayo. Na ulikuwa umeitwa university? Sikuwa nimeitwa. Okay. Ulifanya mwaka gani? 2010. Ukapata ama tukutafutie university, utakubali kwenda kusoma? Nitaenda kusoma. Utaenda kusoma? Haya. Mtanisaidia kusomesha huyu? Nyinyi ni mdomo tu. Nikiwaitisha hata hamtatoa, lakini kupitia kwa foundation ambayo mimi naongoza, inaitwa Mfalme wa Amani Foundation, tutakusomesha mpaka umapate degree. Amen. Na wewe umtumikie Yesu kabisa. That is pure Yesu. Tumesikilizana hivyo? Nitaongea na watu worldwide. We shall sponsor your school. Thank you. Mpaka usome. Umalize. Yawa. Mpaka chang'aa inatoka kwa tumbo peke yake. Pigieni Yesu makofi. We will stand with our brother here mpaka asimame vizuri. I was just announcing I have a foundation. Lakini did I say? I didn't say bwana. Yawa. You know, Luo is a lifestyle. You just find yourself doing it. Si unasikia, when they are throwing a stone, it is a lifestyle. When Baba has said, it is a lifestyle. We are going to vote Baba pale kwa EU, African Union. We want him to be the president of Africa, not a president of Kenya. Hallelujah. I'm going to support you. Through our foundation, we are going to support you. And I know things will work. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuwa tukizungumzia maneno mingi. We have been talking about forgiveness and unforgiveness. We have spoken about closed doors and open doors. Bloodline effects. Tumezungumzia closed doors. Tumezungumzia hiyo unforgiveness. Tukaigia kwa witchcraft. Witchcraft is a deeper thing. I never thought so. I thought it was one topic. But I have discovered it is deep than where we think. And I have discovered everybody is a witch. Kila mtu hapa, including myself. Give me some high. Every person on earth is a witch. By way of design, or by way of birth, or by way of the place you find yourself. So you can be a witch by a design. Ama ujui hivyo? You can be a witch by design. You can be a witch by where you are born from. Kama mama yako alikuwa mchawi, you qualify. 80% you qualify kukuwa mchawi hata wewe. Because everything anafanya kila siku za kiuchawi ndizo zinakuwa part of your lifestyle. Hallelujah. Everything they do in every day of life, it becomes part of the lifestyle that you are. Kama ni chakula, akichakula na inene. Kama kuna shosho mmoja najua ukule kwetu nyumbani, alikuwa naamuka asubuhi, anaenda kwa hii mawe 3 ya jiko. Hapo katikati kabla moto iakishe, anakojolea. Unasikia anakojoa, kisha anafunika na wakisha moto. That is witchcraft. Anything that you will eat, it is part of the witchcraft you are going to eat. Anything itapikwa kwa hiyo jiko, ninaitwa uchawi. Kwa hivyo sasa tuseme hiyo ni shosho yako, mumepika. Wewe unagojea witchcraft ile
au ukufe, ama ile ukufe, lakini alikoroga na nini? Kwa hivyo chakula ile utakula na maisha yako yote itaishi kwa uchawi. Wengine wananiangalia hapa na huruma, hata mimi, hata wewe. What you say, ile inatoka kwa mdomo yako, can be part of witchcraft, can it be part of something else. Bwana Yesu asifiwe sana. So tumekuwa tukiangalia, na niliangalia wakati wa kesha, na tutakuwa na mkesha Friday, this Friday. Mkesha wa kila mtu. Sema mkesha wa kila mtu. Mkesha wa kila mtu. I will be anointing. Sema anointing. Nitamwagilia watu mafuta kutokana na this topic we are talking. Because nimejipata hata mimi ni mchawi. Mungu akaniambia the only solution to start now fighting this, it is to anoint people. Na akaniambia kuna mambo ingine haitokagi kwako, labda ufast ama ukeshe. Na sababu kuna wengi hapa naona kufast ni problem. Hapa kufast ni problem. Si ndio? Nimesikia amen pade hii. Kufast ni problem. Kufast ni problem. Yes, mwasikia? Hapa katikati kufast ni problem. Kufast ni problem. Yes, we are many. Sasa enda mwabiane wiki hii tuna fast. Utafast peke yako. You will fast alone. Therefore it won't work. Whatever you are trying to do, it won't work. Kwa hivyo kwenye mkesha, kwa hivyo tumesema kuna kufast. There are demons that can only go by fasting na mkesha. So let us take this option ya mkesha. Mimi nita fast on your behalf. I'll fast. And anybody want to fast with me from today, lift up your hand. Just fast from today with me. From Monday until Friday. Tutaenda 5 days of fasting. Nitawaambia how we are going to do it. Yes, it is you with God. Don't come tell me, Pastor, unajua nina fast my second, lakini mlima ni kama imenilemea. Hapana. Wewe mwenyewe changamuka kivyako. We want to make it successful. Mine, I will do it. I also know God is going to help you. You may do it as Daniel fasting. Sema Daniel fasting. As Esther fasting. Sema Esther fasting. Na hiyo ingine nitakuwa nani? Warokole. Na nigomo yuko fasting. Warokole. Hiyo ingine ni gani? We have Daniel fasting and the Esther fasting. And the other one? Jesus or Moses fasting. Where you go 40 days and 40 nights. Daniel alikuwa nakula nini? Vegetables. Na Esther dry, where you even involve your cows, your goats, your chicken, your kunguni, your cockroaches, all you must subject them to fasting. If you die, utaenda straight to heaven. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. And there are many types of fasting that we have. Na kuna ya John the Baptist, ya kukula matunda kwa kichaka. Sasa uende kwa kichaka ukakule matunda tu huko. Ni madhirire. Gongu ni kule ngawa. Kule Ngongu kuna ngawa na kuna medhigio. Ingia huko. Chapana nazo for 21 days. Vegetables that you don't cook them. Yani haziivishwi na mafuta. You just either boil them, steam them. Unakula tu. Hiyo ni chakula. Hakuna ugali, hakuna nyama, hakuna anything. Ni kama ile ya Catholic wanaitanga Lent. Yes, you just vegetables. You do vegetables kidogo kidogo. Si nyingi. Ati kwa sababu sasa uko fasting unakula mingi. Hapana, kidogo. Unaenda kale kabakuli kametosha hivi. Unajua kale kabakuli kametosha na hivi. Unajimeshia na yako. You just eat once, not twice a day. In 24 hours once, just to sustain you. You can choose to do water. You can choose to do maybe tea, some liquids. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah, and we will be together. We will be together. You can choose to go dry. Kuna watu hapa najua they can go dry. 7 days dry, no water, no saliva, no milk, no nothing.
I know there are people blessed here. And these are the type that we need in this church. We need only 3. Kule walihitaji only 1. Bwana Yesu asifiwe sana. We need only 2 or 3. They are enough. Wao wakwenda kama Esther. Kukauka. Akikuja hapa mpaka unaona venye anatembea, unaona anatembea mpaka unaona huyu anahitaji tu Mungu. Lakini kwa sababu ako na Mungu, anakuwa na Mungu tu anaenda. Unaona venye anatembea, ukimsubject into another one day. Hello. Utaona malaika wanakuja wanasema now enough is enough. So we need to practice fasting. We need to practice praying. We do prayer. And there is also another prayer ambayo nataka niwafundishe. Mostly this is for intercessors. Hallelujah. It is called a covenant prayer. Covenant? A covenant prayer. This one I will teach exclusively. Ni inclusively ama ni exclusively? For those who went to school. Exclusively. Watu ambao wanaitwa intercessor. Na kama wewe ni intercessor uliniambia unataka kwa party wangu, tukimaliza service ukuje unipate na pale kwa ofisi yangu. Kuja tu straight. Nataka watu kama 5 tufanye a covenant prayer. This covenant prayer, you cannot break it until you finish it. If you break it, nyote mnarudia tena until you win it. Hallelujah. So this is, nataka mtu honest, genuine, sincere. Ile vitu tutasema hatutafanya hii, sitafanya hii na sitafanya hii. Na tuamue ni 7 days non-stop. Inakuanga repentance, worship and warfare. Repentance, worship and warfare. I want nataka to not more than 10. About 5, 6, I need those. Kama unajua sincerely, you can be able to do that. You join me saa 7 ukuje pale, nikimaliza service tuingie pale. Tuanze, tupange ni siku gani. Na ujifiche usiku hiyo ukitangazia watu ni wanamenya dekelewa covenant prayer. Already you have broken it. Hallelujah. And if you break it, you let us know umevuja kakitu. So turudi tena sisi. Na usitutese. Kwa hivyo unakuja, kama unakuja kututesa usikuje. Sawa. Tuna crusade ambayo inakuja tarehe 29 pale Githurai. Na hiyo crusade nataka muiombe. Na ndio kwa maana nataka na raise these intercessors. Nataka muiombe. Nataka watu ambao wataenda mpaka Githurai wazungumzie huko, wanapita tu mchana. Waende kama maeda wa simu. Unasukumusia mpaka unasimama unaangalia nyumba tu unaizungumzia. Unaiambia wewe, tukikuja hapa, umesikia? Utusikie. Umesikia? Unaenda kwa soko, unanunua sukuma huko, unaisukumusia. Unaenda kwa wanyama mpaka maubwa zile zinapita. Unaizungumzia, unabia wewe magui. Spirit yao maraya huko totikwenda. Hallelujah. Tunazunguka mtaa mzima. We are going to do it mtaa mzima. We talk to it that the word of God is coming. We are not going to do the normal crusade ambazo tumekuwa tukifanya previously. It has changed. We have entered into our destiny. Sema we have entered into our destiny. Kama ulikuwa kwa gate ukichunga tusiingie kwa destiny yetu, tushaingia. This is our season. We are in the season of grace. Hallelujah. If there is any time, nataka kuambia, if there is any time wewe ambaye ni wa hii kanisa, if there is any time you need now to speak, you need to do things, it is this time, because you are operating in the open heaven. Hallelujah. Sijui ni kwa nini hamsemi amen. Lakini nataka nikwambie, kama kuna wakati unastahili sasa kunena na kufanya, kuanzisha kazi, kufanya jambo lolote katika dunia hii, ni wakati huu. It is the grace. We have the grace. Hallelujah. We are operating in an open heaven. Kama unaona bado una struggle, you are not part of this house. Hallelujah. Kama hakuna kitu kitaumbika kwako David, urudi kule kwenu Bugoma. Odi waikaleko. Grace imekukataa. Saizi ni wakati wa kuumba, kutenga. Saizi ndio utajenga nyumba, unaweza kujenga nyumba ya ghorofa sahihi. Saizi ndio utapata shamba. This season utapata huduma. This season utapata mke. This season utapata mume. This season you are going to conquer, because already you are operating in an open heaven. Amen. Start any business now. Go start anything. It will stand. As long as you are a child of this house. Yes. Because hiyo neema sisi ndio tumeachiliwa. Na kutoka sasa kwenda, nitawaambia tutaenda for another 7 good years operating kwa hiyo neema. Na tukicapture vizuri, tukose kuenda hivi, Mungu ameniambia it is forever. Hallelujah. It is what?
mahali utaishikisha hivi, it is forever. Amen. Sasa chungo siacho na mugithi. Mugithi kianza kuguruma, acha kusema ati haleba. No, it is the time now. Write it now, put it. Naigwa. Wabererie te otidao ikarete ugo takaguko kaurere. Abererie kindu na wike. God is going to take you heights. Nanyita? You're going to succeed. You're going to win every battle. You know, you might be living in, unaishi kwenye misukumo migumu. Life ni mzito kwako, lakini this not sio life mzito, ni wewe uja nena. Just nena. Fungua kinywa chako tu nena. Just say it. Whatever you want. Kama ni business unataka kuweka ya mtuba, just say it. Utapata tu mtu atakupigia tu simu from nowhere. Kianko, kile kilikuchukia ukiwa mtoto, kitakupigia. Josefu. Weko. Tena huko geshagi. Nikiweka geshagi. Unajua hawa maanko wanakuwa na katubo kamekaa ni kama kamefura hivi. Najua kuna tubo ya tajiri na tubo ya umaskini. Na kuna tubo ya marandroad. Ushaiona marandroad wanakuwa na katubo kingine kanakaa hivi. Alafu anafugia turusa ni kama amefugia hapa. Alafu anaedaka ni kama huko kumekataana na huko juu. Ni marandroad. Wewe kijana. Hujalipa nyumba. Hii nyumba tulijenga na wewe. Unajua ushugu ya kujenga nyumba. Tumudo toto katomira ko tumenya gako ya tutete kija toka kinyako. Ni maradi wako na language yao. Na makiateka. Mtu mgani, watu wangapi wako chini ya kiateka? Inua tu mkono wako kama uko chini ya kiateka. Inua tu mkono kama uko chini ya kiateka watu wanachugwa na kiateka, and you know how kiateka behaves. Ukiangalia bega yao moja inakuwa imebodeka hapa kwa sababu ya kubeba makufuri. And even watu wabaya kuliko landlord. Ni wabaya. Hata biguni wanajulikana makiateka. Wanajulikana. They are in the Bible. Hallelujah. Na alitengenezwa akakuja dunia hii akiwa kiateka. Kwa sababu kuna mtu alisahau. Unajua, let me share with you this before I get into my topic. I'm waiting for the sound man to give me a nice sound, but he has refused. Na kiateka ni mtu ambaye ametengenezwa kutoka mbinguni akiwa kiateka. Why the kiateka? Ulikuja hapa kwa Waruinge, ndani kanitha ka Waruinge. It is no longer kanisa ya Mungu. Ndani kanitha kao ka Waruinge. Then unaenda kwa kanisa ya Waruinge, Mungu anakufungulia. That is, you get your life is unlocked. Na through neema ambayo niko nayo, maisha yako inafunguliwa. Then ukikaa kidogo na mohahe na moshene yako, unaruka unaenda kwa nabii, unaenda kwa Ezekiel. Hallelujah, because umesikia Ezekiel sasa ndio anaguza kunaguzika. Sasa unaenda kukaa kwa Ezekiel ukisema Mungu ndiye alinituma, Mungu ndiye alileta. Lakini kukumbuka kamuziko kako kapaselu kako kalitumwa na PO box ya wapi? Kwa Waruinge. Hallelujah. Sasa unaenda kwa Ezekiel, kamuziko kako katateremuka. Lakini hakakata kufuata kwa Ezekiel, maana ni malaika anapatiango mzigo, pelekea fulani, na ako kwa Waruinge. Hallelujah. Maana kila mtu ako na mtu ambaye ametengenezewa wa kumfungulia baraka. Kila mtu ako na nabii wake hapa duniani. Kila mtu ako na nabii wake, nabii ambaye atakayetumika kusema neno la kufungua maisha yako. Sasa kama ulitumwa kwangu, lakini mohahe ukakuwa na mingi, ukasikia Ezekiel ndiye anasema, ukakimbia kwa Ezekiel, mlungo yako bado itateremuka, lakini haitakufuata kwa Ezekiel, itakuja hapa. Na kama malaika ametumwa, anakuanga ametumwa kwa watu 1000 na mizigo. Sasa akifika kwa Waruinge, anawacha ka box kameandikwa charity. Anawacha kingine kameandikwa Hadasa. Anaacha kingine kameandikwa huyu. Na anaenda.
hasimamagi, ni kuacha na kuenda. Anaenda huko kwa Manyuru, anawacha zingine huko na kuenda. Anaenda kwa James Maina, anakuta ni ole kaka huko nako anawacha, anaenda kwa Harrison, anawacha mizigo ya wani. Ni malaika mmoja atatumwa kama makanisa 100, na akiacha ameenda. Sasa mizigo ikikaa bila kuchukuliwa, ukituma mzigo hapa Easy Coach, ukatae Mamorline, ukatae kwenda kuchukua, inawekwa kwa store. Haleluya. Lakini sasa kwa Mungu hamna store. Kuna nini? Kuna wao malaika wa caretakers, wale watashika mzigo ule, maana it is your destiny. Ni destiny yako. Kwa hivyo haitapatiwa mtu wa kwenda kuitumia, itapatiwa mtu wa kuiweka mpaka wakati utakuwa na akili urudi. Haleluya. So yule anatumwa, malaika ambaye anatumwa kuja kuangalia, maana wakuweka anaweka, anaenda. Kuna wale wanaachwa wachunge mzigo mpaka wenyewe wachukue. Sasa wenyewe wasipokuchukua, wanaitisha rada, wanaitisha connection ya mbinguni. Hapa kwa hii kanisa kama kuna makeateka, wale wako na neema ya kuchunga mizigo ambayo inatoka mbinguni. Haleluya. Sasa huyu ndio caretaker, anakuja anaambiwa chukua hii mzigo, kaa nayo, maana mwenyewe hajapatikana. Na tumefanya kumlocate, tumeplocate, kodi yake inaonekana kwa Ezekiel, lakini barua inasema ni hapa. Kwa hivyo kaa nayo mpaka wakati atarudi. Haleluya. Ndio unakuta kuna watu hawafanyangi kazi lakini ni matajiri. Ukamuuliza ulitaka wewe wale kwa nini yako town yogo kwa haso. Unasikia kimudu kitiko kinakuwa na kemunyaka. Yaani unasikia ako na munyaka fulani. Haleluya. Yaani ako ndio tunaitanga kismat. Uko na kismat, ulijepatana tu na mtu akakwambia anataka kwenda Amerika. Mtu neighbor anataka amepata nini inaitwa nini green garden. Yeah. Green amepata green card. I hope muna watu wa media muna balance hiyo sauti. Mnapata green card na inasemekana ni next month, na hauna uwezo wa kuuza vitu zako zote. Unatafuta mama kama huyu, unamwambia jikaragilia indo hizi, unamwachia gari yako, unamwachia kiroli, unamwachia nyumba, unamwambia tafuta mtu wa kukomboa hiyo nyumba, na ukipata mtu wa kuuzia gari uza. Lakini unaweza kuitumiaga na hii gari dogo hudhagira, no ungiona mundu wa kwenderia no wenderie. That is the caretaker mentality. Unatafutwa, you are located. You don't struggle for it, you are located, because kule biguni kuna majina imeandikwa ya makeateka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hao makeateka, they are located by the Spirit of God. Why? Because mwenye hizo vitu ametoroka kwa Waruinge, ameenda wapi? Kwa Ezekiel. Lakini vitu zote zimefika, ziko hapa. Ukiona ulienda ukanunua gari, kwa wale ambao wamenunua gari lakini gari ni mzee, hiyo gari haikuja dunia hii kwako ikiwa mzee, ilikuja ikiwa mpya. Lakini kwa sababu ya mtagatago yako ilienda ikapatana na caretaker, aliyekuuzia ndiye alikuwa caretaker, but originally the car was yours. Sasa wakati wa kukutana na hiyo gari, umekutana nayo lini? Umekutana na hiyo gari kama imetumika, na makiateka hawajui kukiateki hiyo gari. Todari naruo nayo. Haleluya. Until when kijana yako atafaulu aende apate kazi, aseme mami dugesharia kakari gogorire. Haleluya. Na unamuuliza leo ule, wewe na pesa, sharia gari ya 300. Kwa sababu hiyo ndio pesa amepata. Immediately what happens? Unakuta huyu mwenye aliachua vitu za kiateka anasikia kitu kinamwambia uza hii gari, uza 1400 na hata 300 inaweza kuchukua. Immediately naye huyu anasikia mwenye ambaye ametumiwa pesa na kijana, anasikia huyu neighbor anauza gari. Anamuuliza gari hiyo yako ready ya pesa shikana, anamwambia ni dada 300. No ya 300. Rehe. Kwa sababu imejiconnect. Sasa ogoroki ile alikuwa nayo imeisha, amerudi kwa PO box yake, ndio anapatiwa kitu kama kimetumika vibaya. Ndio naona tunavaa mtuba. Hiyo gari, hiyo nguo unavaa ya mtuba ilikuwa mpya na iko na jina yako. Kutoka kwa factory iko na jina yako.
Lakini kwa sababu ya mumangamago, mtakadini, ukaruka ikaenda kutumiwa kwanza, ndio kwa maana haikukufikia, lakini eventually it has arrived home. Life is what? Spiritual. Life is spiritual. You are not poor. I can see all of you, the faces I have here, these are tycoons. Lakini kuwekelea chakula kwa meza ni shida. Ni kwa nini? Kwa sababu you don't know. Go and Google search yourself. Ujuze, do you belong to this church? Yes. Do you belong? Me, I'm not those preachers that I keep you because I want to milk you. I want to tell you the truth. If you don't belong here, just go where you belong, because kuna busigo yako huko inakugojea. Kuna shamba yako huko. Labda mzee wako ako huko. Na wewe unang'ang'ana hapa na toro daka de hadi samu ya wenyewe. Haleluya. Mke wako wako huko. Na wewe ung'ang'ania huko na mahoya. Hai, hutasikilizwa. Maana huyu ako kwenye PO box ya hapa. Na anaongojea wa PO box wa wapi? Hapa. Na wewe PO box yako iko wapi? Gekoyo. Kariobagi. Anabeba huko ni kuua, anabeba viazi. Amekunywa chang'aa kama huyu mtu. Sasa huyu niambie, this is a genius. This is a genius. Angalia penye amepelekwa PO box Kawagware. PO box 10. Umeona? Si kupenda kwake. Lakini amepelekwa PO box ya nini? Ya 10. Saizi anasema ka 100 kamempeleka. Ulikunywa yote ya 100 ama mligawanya nyinyi wawili? Kuna mmoja alikunywa 50 na wewe 50. Yes. Lakini mpaka sasa ni mlevi 50 peke yake. Sasa ni mlevi. Kwa sababu ni chemical ile amekunywa, inaitangwa industrial chemical. Ile dawa ya kuosha chuma. Methanol. Ile inasafishanga chuma, ndio imewekwa na maji ikachanganywa. Sasa ndio iko ndani. Sasa what is happening? Ukisikia ananuka, si yeye ananuka, ni yule mtu wako ndani yake amekufa ndiye ananuka. Maana ukikunywa hiyo inachoma kutoka hapa ikiteremka, hii inaitwa esophagus. Esophagus. Inachoma ikichoma manyama. Sasa zile manyama zinaanguka kwenye utumbo. Hizo ndizo zimeozea kwa tumbo yake. Sasa wakati anabreathe nini? Mtu amekufa. Ndio kumsikiliza, uende karibu naye utasikia harufu ile ya sitimochari ndio iko kwake. Maana ndani yake ameoza. Kwa sababu chuma imemusaga. Mpaka sasa nyama ziko ndani zimeoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na this is the people we want to rescue from Nairobi. Na ndio nimeanzisha crusade Nairobi. We are doing a Nairobi tour purposely kudeal na watu wa pombe, madawa za kulevya, mogoka, machang'aa, maresibiani na magay. Doesn't matter. Tutawachapa viboko. Na hatuwezi kuwachapa viboko bila kuwasaidia. Ndio umesikia huyu nitamsaidia through that foundation. Ndio tuwaonyeshe we are changing your life so that you be this. Hii ndio tatumia kama for example. Yes. Watu mpige hiyo picha, muende mfanye selfie, msikaribie sana, mpige selfie. Ndio takuwa tukifanya for example. This was this and this is now. You cannot teach people without giving examples of what you've done. You cannot be anybody if you don't say mimi nilikuwa mokeke. Na sasa watu wanasemaga, "Oli anole wale wa mokeke." Kai, kagainia sejaji yae. Because God made me to be a billboard. Ndio naonanga lazima nitagase hiyo jina kwanza. Kama utanikana karibu na mimi ukae. Kama unataka kwenda. I'm a billboard of heaven. Yes. Na sikubeberezi. Ati ukae na mimi sikubeberezi. Kuna wale watu wametengenezwa kama hii mtu. Si imetengenezwa kwa sababu yangu. Si unaona venye imekaa vizuri. Sasa tukiitengeneza vizuri urudi ukuje ucheze na mimi. Huyu atakuacha hapa duniani? Hapana, atakufanya exportation. Because ameona this is where my hope is. This is where my God is. And that is what we call Christianity. Transforming lives and changing people to become what God wanted them to be. Bwana Yesu asifiwe sana. Me, I will never give you unga hapa. Wewe kama uko kijana,
Msichana, mama mdogo 60 kurudi chini, I will never give you food ama pesa. No, me, I will help you to do it. Nitakupatia duano ukafanye kazi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema witchcraft. Witchcraft is a spiritual system. Sema spiritual system. Used to manipulate and control people's souls. Hello? It is a system ambayo inatumika kucontrol souls of human being. That is what we call witchcraft. It is to manipulate. Kumanipulate ni kusemaje na Kiswahili? Kutawala. Uchawi inakuja inakutawala na inakucontrol, inakudirect. When you are controlled, you are taken to any direction. Wachawi wanaweza kaa hapo na wani control what I'm saying. Wanaweza kaa hapo wachawi na wa control. Kama leo nimesikia a lot of confusion kwa hawa. Huyu anajaribu kuimba sauti, huyu anajaribu, because wana mungangano ni nani ataimba outshine mwingine. Umeona? Sasa hapo unakuta kuna spirit of witchcraft ambayo imerushwa kwao, wakuwe na confusion ndio wapigane, because walijua ninakuja kuzungumzia witchcraft. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Si niliwaambia nitakuwa nikiwaambia. Sasa kutoka nitawaambia, wewe ulikutoka, ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Hiyo Mungu amenipatia. Ni mzuri sana. Hiyo sasa ndio itakuwa nikifanya sasa kutoka sasa. Yes. Sio hiyo ndio naona mnafanyanga muende kwa Bushiri na ule mwingine anaitwa nani? Ule wa Zimbabwe. As it's a spiritual system used to manipulate and control people's souls. Why souls? Why do witchcraft control a soul of a person? Why? Ni kwa nini? Wana target the soul. They don't target the body. They don't target anything else. They target the soul. They target the soul because the soul controls mind. Sema mind. The soul controls the mind. And number 2, the soul controls the will. And number 3, it controls the emotions. Bwana Yesu asifiwe sana. A soul controls 3 things. Soul controls 3 things: mind, will, and what? The emotions. When they control your mind, they divert you from what you are supposed to become. Wanaweza kukuwekea uchawi utoke hapa uende ukaishi Mombasa. They control your mind. They take you away. Unaweza kuwa uko kwenye kazi, lakini kwenye kazi badala ya kufanya kazi unasikia umechoka kufanya ile kazi. Unaingia kazini but you become so tired until you are sacked. They control your mind that you become that you don't want to live. You don't want to live in this church. Unataka kuenda kwa kanisa nyingine. Wanashika akili zako. Akili zako ndio wanacheza nazo. Wanazipeleka mahali wanataka. Hallelujah. And when they control your will, what is the will? The will, it is that capacity to do things. That capacity that enables you. Ile nguvu ambayo inakusaidia kufanya kitu, kutaka kuenda, kutaka kukaa, kutaka kuwa, kutaka kusucceed. Hiyo nguvu, hiyo neema, that is what we call the will. That is in you. What is the will? What is in you? What do you want to do? What are you willing to do? Now they control, when they control your will, it means that you are not able to do as you wishes, but you will do as they wish. Because the will in you, do you understand? The body is willing, but the heart, is it the body or the heart? The body is willing, weak, but the heart is willing, but the body is weak. Who has weakened it? It is witchcraft. So that your heart will be wanting to help. Your heart will be wanting to help this gentleman, but unasikia the body has refused.
You don't want to go to do this, but unakuta mwili wako umelazimishwa. Na ndio uliona Paulo alimwambia wale watu kuhusu mambo ya immorality. You don't pray against immorality. You run because you cannot be able to control it. This body is too strong for you. Hallelujah. More especially kwa wale wamekula chakula vizuri kama sisi. The body becomes controlling factor. Ina kucontrol. Hauwezi. Ukiona mtu kama huyu unaanza kufanya hivi. Unaanza kumeza mate. Uko ndani roho inakwambia kumbuka wewe ni Mkristo. Kumbuka umeokoka. Lakini nasema si hata Yesu anajua kusamehe, alisema tasameana. Mwili inakwambia kuna msamaha. Mwili inakwambia kuna msamaha because you are captured. The body is captured. And because it is the body that wants to enter the body, they will coordinate and they will work. Utaniona hapa unaanza kufanya mpaka miguu yako inakosa nguvu na mwili yako na macho inaanza kukua kidogo because the body and the body are working, but the heart and the heart is refusing. Hallelujah. But it is because it's the business of the body versus the body, you find you have got no will. The will is depleted. The will to stop it, the will to win it, the will to conquer, it is taken away. Therefore, what happens? The will of the witchcraft takes control. And that is what they normally do. To remove you from God, they kill the will of you wishing and loving to walk with God. Then they put you a new will that is them to hate your God. And then they control your emotions. More especially wale watu wanapenda makasiriko. Wale watu wanapenda ni wao waseme. Kama si wao wanasema, hakuna mtu mwingine anafaa kusema. Wale watu ambao ni wajuaji, they know everything. They have that controlling spirit. They want to control kila kitu. Wanaitangwa hands-on people. Hands-on people, most of them are bewitched. They are not normal people. They are operating under a witchcraft that they don't recognize anybody else. If it is not coming from them, there is nothing. It will not be there. Kama mimi sisi, kama hawatafuata venye nilisema, basi haitafanyika. Because they have a controlling spirit of witchcraft. Because of their emotions. Sasa emotions zao ndizo zinafanya nini? Zinafanya kazi. Na hao watu sana sana wanakosananga na wale watu wengine sana. Na wakiingia mahali unakuta watu wengi hawawapendi. Why? Because kuna spirit in them ambayo ina cause emotions za watu zingine wengine ikose kuenda pamoja. Inakosi wewe mwenyewe ufeel ni kama unarejectiwa, ufeel ni kama unaonewa, ufeel ni kama lile neno lilikuwa linazungumziwa leo ni mimi nilikuwa target. Emotions zinakwambia that the pastor was not speaking about kuhusu mtu mwingine, it was me and he was targeting me. Because inside you, the emotions around you, the witchcraft ambayo wamekurushia inataka wewe ukasirike. Makasiriko ikikuja, chochote ambacho mlikuwa mnakifanya kinavunjika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni ndoa itavunjika, kama ni biashara itavunjika, kama ni kanisa kama hii itavunjika, kama kuna mpango mlikuwa mnapanga inavunjika. That is why we have that covenant prayer. Because the devil will target those three: the will, the what? The mind, and what? The emotion. They will koroga your mind mpaka unaona ni kama I am in the wrong place. Bwana Yesu asifiwe sana. Itakoroga mind yako mpaka ukiona hivi unaona this is not the right. Ukiona kama mlikuwa kwa group na watu wame left, ni mind imekorogwa. Na mind ikikorogwa ni most likely ulikuwa umepatiwa responsibility, utaiacha. Maana utapigiwa masimu, utaambiwa maneno, utachokozwa, utaambiwa from this angle, from this angle, from this angle, and then your mind will be, itakuwa imekorogwa in a manner that you will not be able to do it. You will not be able to succeed. Bwana Yesu asifiwe sana. And that has caused so many organizations to fail, families to fail, businesses to fail, because the mind, when the mind is controlled, the will is controlled, and the emotions are controlled, then stability wherever you are will never go. Ndio unakuja unaambiwa, unajua nini? Unajua nani anakurogaga?
ni mtumia wako. Bibi yako ndiye alikuroga. Sasa wewe ni msee, alafu umeenda kwa diviner ama umeenda kwa mugaga mwenye anataka kuthrive kukula pesa yako, anakwambia ni bibi yako, na hakika bibi yako anakuaga na kisirani. Alafu kule kwingine naye bibi yako amewekwa spirit ambayo ni ya mahasira. Sasa ukiangalia bibi yako hakupatiagi chakula, bibi yako hafanyia kuosha baguo, bibi yako hata afanyagi chochote. Whom do you think you can think else apart from her? Ukienda nyumbani ukiangalia kibibi, na unakuta, najua mtu akiwa na hasira na kuoga na sura baya baya. Umkute sasa ako na hasira ile yenu, alafu amefuga ile suruali kwa kichwa, alafu amevaa t-shirt kama kahogo. Sasa utafanyaje? Reaction yako itakuwa namna gani? Utaangalia huyu mtu, naona kweli venye niliambiwa na diviner ni hivi, ne maniguo. Hata unatoka nje kupiga tamakaniguo. Nendete kanena ciugo ciaku. We mundu wa Ngai we no utumetwo ni Ngai honokia meci. Giki gitumia no nginya njurage. Ucio agirwo ni kuingatwo. Ucio uyanava kufukuzwa. Unaenda unapiga bibi yako na unafukuza, because they have been able to control those three things: the will, the emotion, and what? And the mind. Once your mind and the will, and that is the entrance of witchcraft. Inaanzanga kwenye will, the mind, and because they get through the soul. Once they capture your soul, you are manipulated, you are controlled, and you will never do anything. That can be done by your house girl. That can be done by people here in church. That can be done by your husband. That can be done by your wife. Can be done by your girlfriend. And these things will happen. Kama hapa kanisani, this life ni kitu mimi naangaliaga hivi. Najua sasa uzuri yangu Mungu amenipatia macho ya kiroho ya kuona. Ni kitu sasa naangaliaga hivi, najua huli amefanya, unamfuata tu, unajifanya tu kamjiga fulani, unajifanya ni kupita unapita. Unataka kuona what anataka kufanya, what next. Anaenda unamwangalia, unajifanya ni kasimu, hello? Unamwangalia tu, unaona venye amefanya, amemwaga tu. Anatoka. Mwingine anaenda, unaona anafanya hivi. Kwa wale wakisi wanakuja kwa murago yako na koga hivi wakiwa uchi. You just watch them. Na wako hapa kanisani, you just watch them as they are doing. So mimi najuaga kila wachawi hapa kanisani. Ninawajua wote kwa sababu I have ever caught them. Nimewashika, nimewaona. Najuaga what you did there kwa murago. Najuaga ile kitu uliniletea, ile chakula uliniletea iko na hii. Najuaga ile maneno kale kabia ka 1000 uliniletea, ulikuwa umeweka hii. Najuaga hata akikuja nakwambia wekelea hapo. Najua nikanyoka, si noti nikanyoka. Wewe kwa macho yangu ni noti, lakini inside the spiritual eye ni nyoka. Na kutoka hapo nikiiweka kwa mfuko, pesa zingine zote zinatoroka, maana nyoka imeingia kufukuza pesa zako. And that is how people have lost their money. That is how people have lost kila kitu uko nacho. That is how you lost your marriage. Mama tu alikuja, dana dakago sherere wako, netweregaine tene kai, choki vitu otoire atia, tokeja ule amenunua kasukari, amenunua tu mafuta, amenunua vitu, amekuletea atia, amekuja kukutembelea, lakini amejua hii itakuliwa na mtoto, itakuliwa na baba, itakuliwa na kuku, itakuliwa na itakuliwa na hii. Amejua, amemalizia kaboma kamzima. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why it is very important for you, before you eat any food, you sanctify. Hallelujah. And not every food you eat from everybody. Don't eat anything from anybody. Just watch. Ukimwona huyu ni nani amekuletea, na Mungu alikuwa amekuonyesha, unafanya, unachukua zote unaziweka for the next course of action. Lakini ukikuwa mlafi, mtumia shone mwega atodehagera irio o muthenya. Huyo mama amebarikiwa, anatuletea ma sausage, anatuletea kuku, anatuletea manini. Wewe ameweka hapa. Nitakufundisha how it works. Bwana Yesu asifiwe sana. Witchcraft is normally very complex. Ni kitu very complex. It's something that if you don't have, you are not in your right mind, you will never win it. Hautashinda. Utashinda, utazunguka, utakuja, ninakuombea hapa, unaenda unalalia kitanda ambao ni ya witchcraft. Zero work. Hata nikikuombea. Utakuja na kuombea hapa, unaenda unalala na mwanaume mwenye yako na witchcraft, ama mwanamke yako na witchcraft. Zero work.
Utakuja na kuombea hapa, nafanya kila kitu hapa, na zinatoka, na unaona zinanyogoda mpaka zinatoka, lakini kesho tena tutarudia the same process. Why? Because where you came from, that is where witchcraft is. That is the source. No matter who prays for you, and if you don't identify the source of the witchcraft, hakuna kitu utafaulu. Hata uombewe na nani, hata nani akuje, bado it will return, na itakuwa hivyo. That's what I say. Witchcraft is very complex until you know what type of witchcraft are you dealing with. The day you recognize what type of a witchcraft that you are dealing with, will help you now to counter and to capture and to arrest, because you will know what kind of a demon that is associated with this witchcraft, because every witchcraft is associated with a particular demon ambayo inafanyanga kazi hiyo. Na ndio unaona watu wengi, kama juzi nimeona hiyo kitu imezungumziwa sana. There are 4 kind of types of witchcraft. Niliwaambia zingine, lakini I want to deal specifically with these 4. Because these 4 zimebeba zile zingine nilikuwa nimekuambia. And this one, the one number 1 is buried witchcraft. Sema buried witchcraft. Na ndio umeona watu wengi, waganga na mapasta, wameenda kutafuta mizimu, wameenda kuzungumuza na maroho ya wale waliokufa. Mlisikia Benihini alienda kuzungumuza na nani? Na Catherine Kuhlman kwenye kaburi lake. Bwana asifiwe sana. Wakatoliki utawakuta, tulikuwa na huyu Sister Nyadha, ati mifupa yake ilisaidia. Haleluya. Mifupa yake iliponya. Sasa walienda wakafanya inaitangwa purification. Beautification. They go and do beautification on that body, because that body can heal. It has done a miracle. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wanaenda kwa kaburi, anazikwa. Wanasiasa wanaendaga, wanasikwa ndani ya kaburi ya mtu mwenye alikuanga kiongozi, mtu mwenye alifanyika president. Anaenda wapi? Wanaenda wanazikwa, ama wanaenda wanachukua ule mchanga. Kuna wengine, kama mwingine nilisikia, alienda kwa mtu ambaye alikuwa mhubiri mkubwa sana, lakini alienda kwa kaburi yake, na huyo mtu alikufa na kansa. But the man was a good man of God, like Waruinge, lakini alikufa na nini? Na kansa. This preacher alienda kwa kaburi yake, akachukua, anasema upako yake alitoa wapi? Kwa huyo mtu aliyekufa. So what is this man spreading? Cancer. That is why you have cancer spreading all over, and we cannot be able to speak against it, because the person has an authority, a spiritual authority. Ameenda kwa kaburi ya mtu alikufa na kansa, amebeba ile kansa, amekuja kuhubiri na hiyo kansa. Hallelujah. The buried witchcraft inakaa kwenye graves. The buried witchcraft inakaa kwenye bushes. That is why utakuta kwenye bush kuna waenda wazimu wanakuanga huko. Kwenye forest we have forest altars. Na hizo forest altars zina operate in the forest, na zina operate na watu wako wenda wazimu. Markets we have also mwenda wazimu kwenye soko. Gotire donyo taleke. Na ukienda kwa market utakuta in the market ndio unakuta uchawi. Wanauza na uchawi. Kwa masupermarket wanauza na uchawi. Kwa biashara za mtumba wanauza na uchawi. Kila kitu, stalls zote unakuta kuna hirizi. Where? Because that is where witchcraft is hidden. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kanisani tunafanya kazi na uchawi. Wakati nimevaa kipete hapa, nikifanya hivi mnaanguka nyote. Na nilikiendea Nigeria, nilikiendea Ghana. Nyinyi mnasema hey, that man is highly anointed man of God. Lakini ujui nimekurushia nini? Nilikuwa na demoni 7, nimewarushia nyinyi yote kanisa mzima. Itakuwa demoni ngapi kila mtu? 7. Sasa kila mtu anaenda nyumbani akiwa na demoni zake 7. Another place where these things are hidden, if they are hidden in strange places, it is bushes and also in rivers. Hallelujah. Remember the interview we did with Gary. Mlikuwa hapa tukifanya interview Vigila na Gary. Wakati Gary alitumwa na guka yake mwenye alikufa kabla mama yake kuzaliwa. Hallelujah. Guka yake mwenye alikufa kitambo. Alafu
alimtokelezea kwenye usingizi. Ngare alizaliwa 1980 something, 89. Na guka mwenye alimtokelezea alikufa na 1952. Lakini guka alimwelekeza kutoka Nakuru, Nyahururu. Alimwelekeza kutoka Nyahururu, akampeleka mpaka kule guka kule yeye mwenyewe amezikwa huko Kirinyaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Akampeleka kwenye kaburi. Ngare hakuwa anajua hawa watu, lakini aliendesha pikipiki yake kutoka Nyahururu, na pikipiki ilimpeleka mpaka kwa boma. Na pale aliuliza wao, wakamuuliza, wewe ni nani? Mimi naitwa Gari. Gari wao akamwelezea, oh, wewe wangania, okay, huko niko huko. Usiku akalala, akatandikiwa. Alipolala usiku, guka akakuja, akamwambia, kuja nikuonyeshe pale nimezikwa. Akampaka kwenye kaburi yake, na hajawahi kanyaga Kirinyaga. It was his first time. Kutoka hapo guka akampeleka, mwende muangalie iko kwa YouTube. Guka akampeleka, akamshika, akamwambia, twende nikuonyeshe fari vitu zangu za uganga ziliwekwa. Akampeleka mpaka river Nyamindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye river Nyamindi kuna tunnel ya 100 meters inside the river. Gari aliingia huko usiku, lakini kumbuka kule nyumbani pale walikuwa nalala na mtoto mmoja wa hiyo boma. Huyo mtoto wa hiyo alikuwa naona Gari ako hapa. Haleluya. Lakini Gari mwenyewe physically alitoka physically, lakini soul yake ikaachua huyu aendelee kuiona. Walikuwa na muamusha haamuki, na yeye physically ashaondoka, ameenda. Akapelekwa mpaka river Nyamindi. Hapo ndiye alitolewa zile vitu zinaitangwa za waganga, zinaitwa miano. Zinaitwa miano. Akatolewa, akapata pembe na ile claw shell na ingine mawe ya black na vitu zingine alizileta. Tulikuwa nazo kule City Stadium, muliziona tukizichoma. Pia ziko kwa YouTube, muende muangalie. That's, I want to show the power, how it directs you and where they are hidden. That was in a river where this thing was kept, and it was kept for over 50 years awaiting for this man, because he was the generation to take over this witchcraft so that he can proceed with it. Na alipochukua akarudi, akatumwa, akapelekwa mpaka Murang'a, mahali kuna njia 7 zimekutana. Akaambiwa hizo zingine ziko kwa hii mti. Akaambiwa chiba, akachiba, akazitoa physically. Akakuja, hizo ndizo tuliletwa pale tukazichoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alipokuja aliniambia alikuwa ametoka kwa Harrison. Alikuwa amepelekwa na sister yake. Alipoekelewa mkono na Harrison aliondoa mkono haraka sana, kwa sababu alikuwa na moto ukachoma. Maana these things are powerful and they are complex if you don't understand what it is. Lakini alipokuja kule kwetu, alidanganyiliwa na ni sister yake wanataka kumlete. Walipoingia akakuta magnet ikamshika. Ananiambiaga alisikia ameshikwa na magnet. Alijaribu kuinua mguu ikashindikana. Akajaribu kuinua, akaingia mfuko, akatoa ile gedhito yake, akaiweka kwa mdomo ifanye kazi. Mdomo ikaganda. Akashindwa kuifungua hivi. Akitaka kutoroka, nikamwambia, brother, can I talk to you? Akakuja. Alipokuja nikamwekelea mkono, akaaguka chini. Ananiambiaga hajui ni nini kilitendeka between that, hata mimi sijui. Lakini eventually tulimwambia tumunyoe nywele. Kwenda kunyoa nywele, kuwekelea mashini, stima za building mzima zikapotea. Wenye mliona stima juzi hapa zilipotea. Stima zikapotea. Tukaakisha generator, tukaweka mashini ikatoa moshi. Mashini sasa ya kunyoa ikatoa moshi. Na generator ikakunywa mafuta. Ushaiona maji ikimwagika kwa tap, kwa sink ikienda. Mafuta tunaiangalia inakunyweka, na generator haigurumi, inakunyweka. Gari ananiambia msee alikuja akamwambia ndokaigire kwa ya marenda huko nina. Msee sasa alipomaliza tu, tukamwambia sasa, nikajua location washa allocate. What can I do? I remove him from the location. Nikamfunika na mafuta, nikamwambia sasa toka. Nikamtoa kwenye location, akapelekwa kwa kinyozi, akanyolewa. Aliponyolewa nywele ya mwisho kukatika, stima ikarudi.
Kugurumisha generator tukakuta iko na mafuta full tank. Na ilikuwa imenyonywa ikaenda. That is the power and how intrigued this thing is. Nakwambia it is very complicated. Wakati alijaribu, kuna siku alijaribu kutoroka akaenda. Alipotoroka akaenda, alifuatwa na nyuki zinamsigira. Karo alikuja hospitali. Alikuwa amefuatwa. Alikuwa amepigwa huko. Imagine kwa motorbike hapa city motion alikuwa pada hiyo na nikamwambia siku atake ileko. Sawa hakuwa na city motion. Sina kuambiaje? Nyuki ni wewe tu zinashughulikia. Ni wewe tu. Akifika nyumbani akakutana na mzee. Akamwambia wadigira niki. The old man. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Because this thing, witchcraft, is very complex. And also they live in old houses. Zile manyumba magofu. Utakuta majini yanapenda kuishi kwenye manyumba yale magofu. Yale manyumba mazee ya uzee. Pia some of them also live in animals. Nimekuambia the buried witchcraft, where they are hidden. It is in animals, old houses, rivers, bushes, and in graves. That is, tumesoma kuhusu nani? Buried witchcraft. Let's go now to number 2. Sprinkled witchcraft. The sprinkled witchcraft, hiyo wanakujanga, hiyo ndio nasema ninawaonanga wakikuja nayo hapa. Unaona ameenda kwa ile kona amefanya kitu. Ameenda kwa ile kona amefanya kitu. Kwa hii kiti yangu amekuja amefanya. That is sprinkled witchcraft. They will also come and touch you. Na anaenda amewacha witchcraft kwa nguo yako. It will start manifesting. Amekuletea kitabu kama hiki, amekupatia. You think it's a notebook you are given. You think it is a pen that is given to you. You think it's a money that is given to you. But they have sprinkled something on that particular thing. Wamesprinkle dawa ndani ya hiyo. So hiyo noti utachukua, utaibeba, utaenda nayo, lakini what will happen to you? Itafukuza kila kitu. Hiyo nguo umebeba ama hiyo chakula that has sprinkled witchcraft, utaibeba kwako. What will happen? Your husband will fight you. Your wife will hate you. Your children wataanza kukunywa pombe for apparently no reason. Wataanza kuvuta bangi for apparently no reason. Paka unashindwa. What happened? It is sprinkled. That is why when wageni wakikuja, wakitoka na wao unawafagia, unamwaga maji kidogo. You sprinkle water. Unaona amecheka, anajua. Anajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't allow anybody, no matter who, not even your mother, not even your father, not even anybody. Anybody can be a witch in your life. Anybody. More especially when you are having this kind of church like this one that is dealing with altars and principalities. Witches are here. Na wako. Utaitishwa tu kahadi kachivu. And that is the end of your life. They sprinkle along, wana sprinkle kwenye milango. Also in entrances of businesses, entrances of homes, entrances of churches, and stadiums, and also kwa goalpost. Unaonanga goalkeeper kuna kitu ameshekaga anaweka wakati anasahau, unaona anafanya hivi ati ni penalty, anafanya unaona amerusha kitu pale, ama anakunywa maji anaweka pale. That is, ama anachukua mpira anaizungumzia. That is witchcraft. Utapiga mpira unaona goli kama 7. Ama unaona giza. Football thrives in witchcraft. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 3, black magic, the most dangerous one. Black magic. Tuko kwenye witchcraft. If you in case you umepotea. Black magic. Black magic is the most dangerous one. It is done directly. Sasa hiyo ndio inakujaka. Unaona mtu anakuja na kuangalia tu na macho peke yake, unaanza kugojeka. Anakuja kwa biashara yako. Kadira yake dukata. Inani yako. Inani yako. Kai. That is the end of it. Ameachilia. Hiyo ndio naitanga magic, black magic. Ila mnaitanga kiini macho ama kifunga macho. Atakuja na afanye vitu na hamtamuona na anatoka na anaenda. Na mnasikia dilali kwa una dilali chena dilali.
Nilikuwa kwa hiyo, mimi ndio nilibeba. Kama ukiuliza Wairimu ile ya hivi, studiamua tuongee ile ya hivi, anakuita ukiwa nyumbani, anaita Kenodia. Wacha nitumie jina Kenodia. Before kwako kupatikane breakfast, kupatikane kwako kwanza. Before ATM yako ifanye kazi kwako, ifanye kazi kwangu. Before this happen, it must happen to me. Na anafanya, Kenodia, I want you here in 10 minutes. Kenodia ataamuka kutoka kwa kitanda yake kama mwenda wazimu. Unamuuliza, Kenodia, my dear, wadi kungaigia wanyokoa. Na wanatukanana akienda. Totigera pesa siya bureki vazi. Siya katia. Nekwa janye jaga pesa kadua ameteigoro no weno. Na anaenda. Na sasa hiyo anakibia kwa Wairimu, anaenda na bia. Wairimu. Kwa daga pesa sigara. Uniyo tidaga odesete dako ile girimagana mere na turenda kowe. Nyende na wendo witu turathie kondo rathie. Kai Wairimu je komaka. Girimagana mere anarudi kwa mfuko, anatoa 1300 anapatia. Na kwake amewacha kama ameuliza kama pesa inachunangwa kwa mti. Hiyo ni black magic, na ndio imevuja ndoa nyingi. Wazee wamebebwa na black magic, business zimeangushwa na black magic, kanisa zimeangushwa na black magic. Controlling ya kila kitu ni black magic, because it is a remote controlled kind of witchcraft. It is not si tangible. Inatumika na kitu kinaitwa majini. Ni majini yanatumwa, yanakuja kwako. Majini hao ndio yanalala na wewe. They have been sleeping with you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo majini, they have been sleeping with your children. Hayo majini yanalala mpaka na mume wako. Unasikia mume wako analalagwa na yeye huko nyuma. Wewe unashughulikiwa na mume wako anashughulikiwa. Kuna mama hapa amefanya mahesabu. Ameona amelirate ka story. Most they are done directly to individuals on a magic system. This is done by magician to blind and to make you deaf. They blind you, watafanya activities zao you will not see. They will make you deaf, you will not hear them. Bwana Yesu asifiwe sana. You will not notice they were here. Watafanya mavitu na hautajua. Watakufanya ugeuke uangalie hivi wao wakifanya kitu. They will make you move from the position so that they can come and do something, because it is a magic, a black magic thing that happens. Utaondolewa kazini kwako. They will push you out of your work. They can push you out of your marriage. Wewe mwenyewe unabeba mzigo tu, unatoroka peke yako. Ukiulizwa nike muthera wekire tamakagotire ni murahitanĩtie aca nyine no kono kandiranogire niki aca mami nie Kenya njikarange ndaugire nyambe njicote hanini kari kĩgĩrathire na mbere ndioi niyo nani ndioi. Sasa hapo unajua this is pure witchcraft. Hallelujah. And you cannot be able, it is the most dangerous one. It impedes the body, and the body cannot. They can also make, remember wakati tulikuwa tunaenda crusade ya Thika, they called me, they told me crusade haifanyiki, na mimi nikawaambia kama ni ya mama yako haitafanyika, lakini kama ni ya Yesu tutafanya. Do you know what happened to me? Nilienda nyumbani saa kitu saa 8 it was 2 yeah. Kufika huko nikaingia nikaoga nikalala, lakini kuamuka nikaeka alamu iniamushe saa 12 kuamuka nilikuta all this part of the body cannot do anything, imekufa. Na mkono ndio nifikie simu nipigie mtu, nikashindwa, sikeweza. Nilingangana for 3 good hours mpaka saa 2 mchana ndio niliweza. Ndio yule mfanyikazi wangu alitaka kujua, because she has never seen this. Akataka kuingia kujua, akapiga. Nikamwambia ingia tu kwa sababu nimejifunika. Alipokuja nikamwambia chukua hiyo simu, pigia, tafuta namba ya Harrison tumpigie. Nikapiga. Nilipo tu taja jina Harrison, miguu yangu ikarudi nyuma, because it was an attack.
to destroy me, to make sure sitaenda kwenye mkutano, maana nilikuwa naenda kuharibu mizimu, nilikuwa naenda kuharibu kazi za giza. Bwana Yesu asifiwe sana. And not until you invoke a spiritual authority that is above you, they can't lose you. That is why you need not every man of God, that when you know this is the problem you have, not every man of God that you need to go and sit under. Go and understand the authority he has. Niko namna gani? Kuna sababu nitaweza kuwa I don't have an authority, alafu nianze vita, utarudi kumkuumia peke yako. Because they will not be able to contain it. They will not be able to help you. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 4. Drinkable or eatable witchcraft. Drinkable or eatable. Hiyo tuliona hapa juzi. Wangapi waliona yule msee tuliletewa, yule alilete hapa. Hiyo naambia unaweka kwa chai, unaweka ndani ya majani, unaweka ndani ya chakula, unaweka ndani ya kile kitu unakula. You put it inside there. Those are drinkable or what? Eatable. Bwana Yesu asifiwe sana. When you have the drinkable or eatable, it is the most dangerous also, because you will eat it and live with it in your body. You will live what? With it. And you think it is helping you, ni dawa, lakini amekuweka, organs zako zitaanza kuwa depleted. Every part of your body will not start working, will fail you. Na ndio unasikia kidney imeanza kuleta shida, unasikia the heart that has a problem, the body, the blood system inakuwa na shida nyingi, shida ambazo hawezi kuweza kuzitatua, maana already you have put a chemical that is in the form of a witchcraft in your body. So whatever your body will be responding to, it is negative energy. Ndio naona thinking yako, capacity yako ya thinking inarudi chini. Capability of you to stand refuses. Capability of you to become that vigorous man, that powerful man, that man that was fighting. Huyo mwanaume alikuwa amejulikana Kawangware mzima, akisimama hivi anasimama, kila mtu anamtii. Unakuta hikyo kimwanaume ndio kinatumwa kiende kachote maji, kililetewa tu kasoda na kikaisha, kinakuonaga kila mam. Na zamani kilikuwa kikitembea hivi, watu Kawangware kinatembea tu hivi, Kawangware mzima kinatengenezewa barabara. Saizi ndio kinaenda kinatumwa endo fagia choo, kinaenda nakuta kinadoo ya mafi. Najua uko wanachotaga mafi, wanaenda wanamwaga bahari nyingine ikijaa. Sasa wanabeba hivyo. Unaniangalia na macho baya, unafikiria vile unaishi huko, kwa ni watu naishi huko. Choo za huko zinajaaga kwa sababu si mrefu. Choo za huko ni za mita 1 ama 2. Ndio si mrefu. Ama zingine zimejengewa kidogo, zimeinuka kidogo. Kwa hivyo tunakujaka usiku, tunachota na ndoo, tunapeleka tunamwaga kwa mto ile iko karibu, ndio kesho watu wakuje. You know that? Acha, na kwa nini unaniangalia ni kama mimi nimeogea baya? Wengine tunakuaga na kingine inaitwa flying toilet. Usiku ukisikia babati tondong, si majini, ni mabati ina receive. Hiyo ndio kazi nilikuwa nafanya Mukuru kwa Ruben. Mimi nilikuwa na choo 8 zangu nilikuwa nalipisha hapa Mukuru kwa Ruben. Nienda huko hapo Aura, nenda huko utazipata, niliziuza. Na hizo choo hii maroli iwezi kuja kufuruta, ni hasara. Ni usiku tunaamka saa 8 usiku kuchota hiyo mafi, unawekelea ndoo hapa, unapeleka kwa mto. Watu wanaendelea kutengeneza pesa. Si bado ni pesa? Yes. That is my work. My main business Mukuru kwa Ruben ilikuwa hiyo. My main business, na kuuza changana na bangi. Acha kunionaga hivi. I'm a young millionaire. And I know how to make money. Wewe ngoja ati hapa unakojea ati utafunguliwa kwa ofisi. Mimi hata saa hizi kiumana narudi Mukuru tu na tunaendelea na maisha. So this is put in food and this is put in water. Now, nimesema hizo ine because those I wanted really musi understand vizuri. Let's now see the signs that makes you know you are under witchcraft. The sign that makes you know that you are what? Under the influence of witchcraft.
ni gani ambazo unaweza kufanya? Utajua aje? One sign is that you encounter diseases that medicines and doctors are not able to diagnose. Wewe ni mgonjwa kabisa, hata umepelekwa ukitoa jasho, lakini ukipimwa hauna disease, hakuna ugonjwa. Baka madaktari mnauza oyo nake mumurehire akiakiate timo dali na mulimu, but ni mgonjwa. Hata nyinyi mnaona huyu the next 10 minutes niko diaradi. Hiyo design number 1, kujua mtu ni mroge huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amefura tumbo, baka unaona tumbo inaendelea tu. Ndio daktari anaambia hata wanamweka ile dawa ya kutoa pumzi. Anaweka pumzi inatoka, lakini tumbo bado inafura. Wanampima, wanasema mpaka wanaenda hapo kusema hii ni H pylori. Na hakuna H pylori, hapana. Kuna witchcraft. Ndio naona madaktari wengi hawa practitioners, tunawaitaga ma practitioners. Be wary of these doctors. If you are here, I'm sorry for that. Because they must come with a disease. Whether you have it or not, they must come either na H pylori. Zamani ilikuwa ka typhoid, iliisha. Wakati kulisemekana Nairobi hakuna malaria na amekuuliza maswali kama umetravel au hujatravel, sasa naona hawezi kuweka malaria. Sasa anaweka nini? H pylori. Most of you mko na H pylori. Mumeambia mko na H pylori. Most of you mko na H pylori. It is an easy excuse. Maana atakupatia tu dawa za acid. Na atakuandikia list ya madawa na atawacha na rufu yako ine. Lakini amekosa kuelewa. Si H pylori ni uganga na ni uchawi ulio ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is sign number 1, kujua kama uko under the influence of what? Witchcraft. Sign number 2, you see shadows following you without seeing the origin of the shadow. Ushakuwa kwa nyumba unaona kuna kieriru, kuna kitu kimepita hapo. Hapo kumepita kitu. Hallelujah. Unaangalia unashindwa imeita wapi. Unaona kwa kitchen, uko kwa sitting room, unaona kuna kitu kimepita, kimeenda. Unaenda kitchen kuangalia, unasikia mlango kang kang na imefungwa na imeenda. Na mlango iko intact. Uko na studio na rudi nyumba. Unasema hiyo ulikuwa umechamoka na moiko, ati upambane na adui, na hakuna adui. Ashaenda. Ama unasikia ukitembea hivi ni kama kuna watu wako upande hii. Unasikia kuna kiuoga. Nywele inaanza kusimama. Kuna kiuoga. Kuna watu. Mpaka unatani hivi. Ukikaa kitu kidogo unasikia kwa kitanda, umelala kwa kitanda, umejifunika na blanketi, unasikia kanyau, miguu ya tonyau. Ndio hako kanapita. Unasikia kamekanyaga. Ama unasikia kuna kitu kimepita. Unasikia mlango konka. Unasikia mlango imefungwa. Unaenda kuangalia kama mlango imefunguliwa, unakuta mlango imefungwa. Ni venye ulifunga, lakini umesikia imefunguliwa. Umerogwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Umefanya nini? Umerogwa. Hallelujah. That is the time you know that you are being monitored. Hizo vitu zinakufuata, zinaitwa monitoring spirit. Number 2, you hear voices. Kuna masauti unasikia, kuna watu unasikia, lakini you don't see the source ya watu hawa wanakuzungumzia. You are what? You are bewitched. Umerogwa. Ninaona mama ametingisa kichwa hapa, kumaanisha asharogwa. Sasa nakuta na mtu anakuta anakufa utodekere mrogere. Yele unego kuwa. Oh my goodness. Number 3, sign number 3. When you find people rejecting you for apparently no reason. Watu tu unaenda unapata rejection. Unaenda kwa kanisa kama hii, lakini unakuta kanisa mzima imekureject. Unaenda umeolewa kwa familia mzima na ni watu wazuri sana, wanajulikana the best. Na wale wengine wameolewa hapo, wanapendwa, wewe tu ndio rejected. Hawakupendi, nobody want to see you. Umerogwa. Unakuta bwana yako mwenye alikuwa anakupenda na anakupenda vizuri, alikuwa anakuita babe. Hallelujah babe. Akitembea anakuita babe, akikuja maji na anaona ni kama babe. Sasa anakuangalia hivi, anaona kiubwa kimesimama mbele yake. Odo you jiga hapo. What are you saying? I wanted to serve you food. For what? Don't want food. Honey, which clothes are you wearing? I don't want to wear anything. Babe, it's time we go to bed. To do what? To bed with you.
unasikia rejected. Unaingia kwa ofisi, unakuta kila mtu amekuja sura na ulikuta wakicheka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe umerogwa. Haleluya. Sasa wacheni kuniangalia na macho ya huruma. Si mimi nimewaroga, mlirogwa. Haleluya. Number 4 sasa. When you discover things you used to do with much easy, you are no longer able to do them with brilliance. Ulikuwaga namba 1, ulikuwaga wewe ndio na shida kila kitu, but now sasa wewe ni mkia. Ulikuwa na mko unafanya kazi yako vizuri, favor ilikuwa kwa kazi yako, sasa hata huwezi hata kuamuka kwenda kufanya kazi, uedi hata kufanya jambo lolote huwezi. It means wewe umefanya nini? Umerogwa. Ulikuwa na wewe ni mchungaji hii kanisa, umeambiwa sasa, kwa sababu by the time a pastor, the leading pastor, amekuona na amekuchagua, alikuona na akaona capability ndani yako. Lakini sasa ukianza kuzubaa na uanze kufanya maneno, lazima ukuje ukuamuliwe, umerogwa. Because what you are doing is not what the pastor saw. Hallelujah. Your child has been, alikuwaga namba 1, sasa ni mutingo. Hallelujah. Kazini kila mtu alikuwa anakutambua, anasema, kama si Gladys anafanya hiyo kazi, ndani sioni kitu kifaulu, because wamekutambua. Sasa inafika unasikia unataja jina Gladys, wanasema no, leave that bullshit alone. Umerogwa. Because you are not performing, you are underperforming. The time you realize you are underperforming, things that ulikuwa unafanya kwa urahisi zinafanyika, hazifanyiki sasa, bas wewe ulirogwa kitambo. Sasa endo chunguze kama alikufa, kama ako hai. Kama alikufa, utafute nabii akusaidie. Kama ako hai, enda tu muongee naye akurogole. Number 5. Utakuta kama ukujua, those are signs to know whether kama umerogwa ama hujarogwa. Alcoholism. Unakunywa pombe for no reason. Unakuta kimutu kama hiki kinakunywa, kiko nabii, lakini kinakunywa tu nonsense na anafurahia. Unaona kinacheka. Najaribu kumuongeza nione kama atakasirika kwa sababu ya hiyo pombe amekunywa, lakini kinafurahi. Nimemwambia nitamnunulia ya 200, akainua mpaka mguu juu kusema haleluya, hosana. Utakuta watoto wako wameanza kukunywa pombe for no reason. Wewe mwenyewe unakunywa pombe mpaka unajisahau. Kesho unakosa kwenda kazi, kesho kuto unakosa kwenda kazi, hiyo kazi inapotea. Because umefanya nini? Umerogwa. Watu wakamunyweso, si kupenda kwenu, ni kunyurogwa. Na ndio unanaka tunakurogora. Number 6. When you discover your body iko na smell, inanuka, unanuka tu. Umeoga, umetoka kwa bath, lakini unanuka. Umejipiga perfume, lakini unanuka. Ukienda mahali popote unanuka. Ukifanya jambo lolote unanuka. Ukikaa sweat tu kidogo unasikia mpaka watu wameanza kukuondokea. Ukifanya tu miguu hivi unasikia the pressure that is coming with the ni mbaya, ni kali. Ukinua jegeke hivi unaona mpaka mainzi ambazo zinafaa kukuja kwa kitu imenuka zinakufa, zinatoroka, because kuna uchawi. Hallelujah. Ukisikia unanuka mwili, inanuka tu na umeoga, na wewe ni msafi, hauko kwenye hali yako ya hedhi, hauko kwa nini, si mdomo. I'm not talking of odua, nasema mambo ya smelling. Unajua umerogwa. Utakutana na mimi kama sasa nitongose huyu mama, tukue girlfriend na boyfriend. Immediately arogwe na huyu aanze kunuka. Nikikaribia hivi nasikia. Namwambia hebu waje, nachukua kasimu mara moja. Hello? Jaiwega. Hati na network. Wacha niongee na mtu hapa. Piga kona bili kwa sababu alirogwa asipate mtu. Lakini kukikuja mtu mwingine ananuka perfume. Bako unasikia manukato ndani yake ni bako unaona kimwanaume kinataka tu kutembea na yeye, lakini mimi nikikuja ananuka choo. Kwa sababu amefanya nini? Amerogwa. When you dream eating and drinking and eventually you wake up with a lot of pain, severe pain all over your body. Ukilala, ukiota, ukikula na ukikunywa, alafu asubuhi ukiamuka unaamuka ni kama umepigwa, umechoka, ni kama umelala ukifanya kazi. Mwambie mwenzako umerogwa.
Ukiota ukikula ama ukikunywa, alafu uamuke kama umechoka, umerogwa. Kama mimi leo nimeamuka kama nimechoka kabisa. Nimerogwa. Kai, uno ule muhujageria. Demoroge. We, kwa sababu wewe uliniroga huko hapa. Nisirudishe, niambie nisi. Wewe nirogole tu kwa sababu sina kurudishia. Hallelujah. Number 8, si ndio? Hapana, tunaenda kwa 8. Number 8. When you find yourself, you are lonely and sometimes you are lost amongst your peers. Tuko na wewe hapa lakini you are lonely. Tuna wenyo ba lakini you are lonely. Uko kwa group ya watu lakini you are lonely and you are lost. Baka unashindwa, what did I come to do here? Nikki, what am I doing here? You are just lost. You don't understand yourself. Hallelujah. You find yourself hating everybody. Hutaki kuongea na mtu, hautaki waongee na wewe, hautaki wakue pamoja na wewe. Yani you are just, unasikia tu kuchukia. Unaona huyu mama unamchukia tu. You are supposed to be talking, lakini unamchukia tu. Unaona unake nikiagira. Unaona watu wanakuja, they are supposed to keep company, lakini unasema unake nikiagira. Usituchukie. Mpatie nyonyo. Mpatie nyonyo ama ni baba? Ni nyonyo, mpatie tu nyonyo. Si unaona venye najua Unakikuta you are lonely and you are lost. Haujielewi. You don't know what you are doing amongst these people. Wewe ni nini? Umerogwa. They just want to keep you away from people. Because those people they are keeping you away from them, they are destiny connectors. Wamekuja kukuconnect na wamejua. So they will pull them away from you. You will start hating somebody. Mtu mwenye alikuja akuconnect into your destiny, unakuta you are pulling yourself away from them. Unakasirika tu bila sababu. Unakuwa tu na hasira bila sababu. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwadhani kama makiri oboneke. Are we together? Are we together? Yes. Kama tuko together, inua mkono juu. Are you together really? Yes. Naona venye sura zimekujua. Ni kustuka. Kujipata nyinyi kumbe mnakuwa mmerogwa. Number 9. When you have unexplainable miscarriages. Lack of what? The fruits of the womb. And the lack of miscarriages ni kumaanisha either you miscarriage yourself or either your dreams are miscarriaged. The dreams, maono, ndoto, kazi, biashara, familia, mzee, mama, ndoa zimekuwa aborted. There is a miscarriage in whatever you have done. There is a miscarriage kwa mtoto, tumbo imekamata lakini imetoka unexplainably, that you have no reason about it. Medically you are fit. Tumbo yako is able to hold. Kila kitu is able to hold, lakini mimba imetoka. Unajua umerogwa. Number 10. When you find yourself, you extremely, yani umekuwa wa kusahau ofyo. Hallelujah. Mimi hiyo kitu kuna siku nilirushiwa. Last year nilirushiwa kule kwa YouTube ya Simon K. Nikarushiwa, nilikuwa tunaongea tu na wewe. Ukimaliza sentence ya kwanza, nikienda ya pili, ya kwanza nimesahau ile kitu umeniambia. Nilirushiwa, alafu nilianza kusikia ni kama kuna kitu inavurutwa kutoka kwangu. Nasikia hata nikiamuka hivi, unaona venye unaamuka hivi, unasikia ni kama kuna uso inataka kuanguka. Nilikuwa every minute nilikuwa nasikiaga kuna kitu inanivuruta. Sasa hata tukiongea na wewe, ukimaliza sentence ya kwanza, uingie ya pili, uniulize nimesema nini ya kwanza, sina. Kwa sababu nilikuwa nilirogewa kwa hiyo YouTube. Ndio uliona nilihama hiyo YouTube. Nilijisahau kabisa mpaka kuna siku
niliuliza mtu kipulani pulani enio menya gakoria jikaraga kwa sababu nilikuwa nimesahau jina Rongai. It was that bad. It was that serious. They had hit me hard because I had exposed them hard. Now wakaenda wakafinya ng'ombe 21 na kidole mpaka inakufa wakitaja jina yangu. But my God rescued me. Bwana Yesu asifiwe sana. My God did what? Hata juzi walikuwa wameniroga na kitu kingine sitawapi. Lakini my God is so powerful. Hii ministry ni gumu. Mkiniona nimesimama hapa mnaambia Mungu asante. Every day unaambia Mungu asante. Because wataenda kwa huko kwa kuomba. Wanaenda kwa sababu yako kushughulikia tu na watakushughulikia. Na wanakuja na kuambia madhani ya gasho dukata ya Ngai. Na anajua venye amekushughulikia. Wakati kuna siku nilisema nilikuwa na ile ring na imepotea mysteriously. Nimeitafuta kwa nyumba imepotea mysteriously. Kwa sababu hawataki, kwa sababu wao wamenikamata. Kuna sasa Mungu akanionyesha watu watatu walishikana wakaenda mahali kuomba. Na walikuwa naomba, Baba, tunazima hiyo machine mpaka wakati ni mimi. Yesu. Shindwe. Na huyo mtu wako hapa. Bwana asiwe sana. Yuko hapi? Na ndio anasalimiaga kwa uzuri. Text zake na kwa uzuri. Hi, man of God. Hajawahi niita darling. Hajawahi niita baby. Hajawahi niita darling kwa hizo messages. Ananitanga most highly anointed man of God. Hapa. Lakini kule kwa in the darkness. Kufuri imewekwa. That is how witchcraft can do. Utakuja hapa ujaribu kuimba. Unajaribu kuimba. Unaanza kuimba. Ukianza nishike mkono Bwana, nishike mkono. Shetani nishike mkono Bwana, nishike mkono. Amekukoroga. Mpaka una change. Hallelujah. Ndio unaonanga wanakujaga kuimba. Anajaribu kutoa sauti inakataa. Imefugwa. Na hako hapo. Na labda tu amefanya hivi tu ama amehegeshania magoro hivi but blood to afanye the practical thing na release the words. Na kwa sababu wewe ni weak, haupendi kuomba, inakukamata. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how bad they are. Usiende kutafuta wachawi ije ya kanisa hii. Wako hapa wengi sana. Nataka niwaambie wawili majina yao. Yeah? Roho zao, hebu guza mwenzako usikie kama roho inadunda. Number 9. Number 10. 11. When you hear voices but you don't know where they are coming from. You hear voices, hiyo nili-explain kidogo. And number 12, nataka tumalizie hapo because time hiyo John nitakufundisha how do you know witchcraft is in you. Tumalizie ya these things, eh? Tunazungumzia nini? Simeona hata nimesahau. Signs. Number 12. Nothing to show for your hard work despite your good education background and your activity. You are busy but you have got nothing to show. Hakuna. Yaani hata unaulizwa na mtu miaka yote utoile ku. Huyu mtu ndivyo amesoma. What happened? Yaani mtu wako na degree 3. Ni kuhoya raho ya kulia. Ni mlevi hivi anakunywa kwa mapati. Hallelujah. Ukiona huko hivyo, ujue umefanya nini? Umerogwa. Deliverance nitafanya jioni. Hallelujah. Nikimaliza hiyo topic ndio tuende kwa topic nyingine related na witchcraft. Hallelujah. Tusimame kwa miguu yenu na utengeneze sadaka mzuri because this is not an easy thing.
that I'm helping you come out of it. It is a sacrifice. Musitoe sadaka, mutoe sacrifice. So turn everything you have. Uiite jina sacrifice. Umesikia kila mtu najua ameguzwa. Kila mtu ameguzwa. Kama unajua umeguzwa na hiyo topic, kuna kitu kimekuguza kwa hizo vitu nimetaja, inua mkono wako juu. Unasikia for sure nimeguzwa. Kuna kitu kimeniguza. Inua mkono wako juu. Hata kama huna sadaka, inua tu mkono wako juu, lakini lazima leo mtoe. Mupende musipende. Inua mzuri. Yes. Kama umeguzwa, hiyo kitu umesikia imekuguza, hiyo ndio utatolea sacrifice. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame kwa miguu tunapoabudu. Hiyo ndio kitu tutatolea sacrifice. Tayarisha sacrifice yako baba. Tayarisha sacrifice yako. Toa. Hata kama ni 10 bob. Wacha kunitolea mifuko hivi ati ndio nijue una pesa. Simama kwa miguu. Kila mtu asimame. Kila mtu asimame. Hiyo wallet ni ya wanaume. Patia. Ukwe kuja chukua hiyo wallet. Kuja. Toa pesa. Toa vitu zako zote hapo. Chukua hiyo. Peleka mama anunue wallet ya wamama. Hii tutaanza kufikiria amenyang'anya mzee pesa. Wallet yake chukua. Chukua. Unaekele? Iko na kitu? Amekupatia, chukua noti moja hapo weka ndani. Chukua noti moja hapo. Weka hapo, weka kwa wallet. Ukenewa hata kedo hatari. Sasa kupatia kitu haina kitu. Haya, twende kazi. Tuimbe ni kama watu wanataka kutoka kwa uchawi. Atimiza